Right, mpenzi msikilizaji, hiyo ni nyimbo ya Kahama SDA Choir. Wanasema injili ilianza kwa sababu ya watu ambao wanaitwa wainjilisti waliopeleka hiyo injili na ikaweza kuwafikia kwa njia kipekee. Sasa kanisa lao ni kubwa. Hapo ulipo pia, kama si kwa sababu ya wainjilisti, kama hapa nchini Kenya, kama sio kwa sababu ya wainjilisti, mpenzi msikilizaji, kama sio kwa sababu ya wainjilisti, sidhani kama tungeweza kukua hapa. Mpenzi msikilizaji, kama sio kwa sababu ya wainjilisti. Kwa sababu wainjilisti kwanza hapa nchini Kenya, waliweza kuingia na wakatulia maeneo gani pale? Waliweza kuingia na kutulia maeneo ya kule juu milimani, kule milimani, walitulia pale wakahubiri injili. Alright, wakahubiri injili. Na baada ya kuhubiri injili ikaweza kuenea sana. Injili ikaweza kuenea sana, mpenzi msikilizaji. Alright. Kidogo tu. Mwanzo wa injili ulianzia mwaka 1964. Wainjilisti wanne walipojitoa kumtangaza Yesu eneo la Kahama kwa mkono wake Mungu. Wale walifanya kazi tena kwa nyakati ngumu ili kupeleka neno, tena kwa miguu yao, tena nyumba hadi nyumba. Walifanya kwa bidii, mavuno wakayapata kwa mkono. Alright, kidogo tu mitambo yangu ilikuwa na matatizo, lakini mambo iko sawa sasa. Nasema asante sana kwa namwambia kuhusu masuala ya uinjili na injilisti. Injili haiwezi kupelekwa bila mwinjilisti, kwa sababu hiyo ndio wainjilisti wako kote ulimwenguni wakipeleka injili. Kwa sababu kama si hawa injilisti, sisi hatungeweza kupokea injili hapa nchini Kenya. Kwa sababu mwaka wa 1903 wanamishonari wa kwanza waliweza kuingia nchini Kenya. The first official SDA missionary to Kenya was Peter Arthur Caskalen, ambaye alikuwa a British missionary. Aliingia katika nchi ya Kisii na akatulia pale 1906 baada ya kazi ya Gendia kuanza pale South Nyanza. Alifanya kazi pamoja na Peter Nyambo. Huyu ni African missionary kutoka maeneo la Malawi. So inamaanisha Kenya sisi ni wachanga sana compare na Malawi. Kama Malawi walisaidiana na Pastor Nyambo kuleta Pastor Nyambo alisaidiana na Caskalen, Peter Arthur Caskalen kuweza kuleta injili hapa kwetu. Na maana kwamba Kenya sisi ni wachanga sana. Sisi ni wachanga sana. The Gendia Mission Station on the shores of Lake Victoria became the first organized SDA mission in Kenya. Ashanga Gendia. Sasa kama wewe ni Mwadventista na hujafika Gendia, sio ni kama utaenda mbinguni, kwa sababu sasa kama hujafika kwa ile station ya kwanza, it's a missionary site ambayo ndio dini ya Adventista iliingilia hapa nchini Kenya. Sasa utaingia kweli ya maoni yangu tu. Hiyo ni maoni yangu. Watu tujipange tuende Gendia tukaone hizi historical site. Namboi kanisa iliserve the Gendia Mission Station iliserve for evangelism, medical ministry, education and the work of translation. Caskalen also began developing the SDA primary schools in Kenya. Inaelezea jinsi ambavyo sasa Wakenya sasa walipata elimu. Caskalen alikuwa na ndoto ya kwamba Wakenya waelimishwe, Wakenya tuelimishwe, na ndio maana mashule yakaweza kuanza pale.
Missionary translated Bible portions in hymns, Ekegusi and other languages. Mashule kama Werehil ikafunguliwa, Rangenyo ikafunguliwa, Kamagambo the Great mnasikianga hiyo ikafunguliwa, and Kamagambo later became a major Adventist center for teachers training and pastoral education. Kwa sababu ya mwinjilisti mmoja kazi hii ikaanza 1920s. Kanisa la SDA ikaanza kuspread kwenda Central, ikaingia hapa kwa Wakikuyu, ikaenda kwa Waluya, ikaingia Coast, ikaingia Rift Valley. The key mission ilikuwa Kamagambo Training School, Kenya Doto Mission and Kisii Mission. Na hivyo injili kaweza kuendelea 1940s mpaka 1960s. Kenya Adventists began taking leadership role. Educational and medical missionary work led to rapid churches growth. Yes, na makanisa yakaanza kuwa established kama Kendo Adventist Hospital, Adventist Schools and Vocational Centers ikaanza kufunguliwa 1970s mpaka 2000. Kukawa na expansion nationwide. The SDA Church became one of the Kenyan's fastest growing denominations. The Kenya Union was organized to oversee all local conferences. The Kenya Union was organized to oversee all conferences. Adventist education advanced with institutions like University of Eastern African Baraton, which was established in 1978 and made it the first private university in Kenya. Unasemaje? Kazi ya injili iliendelea sana. Na leo hii the SDA Church in Kenya is now one of the strongest in Africa, with thousands of congregation, multiple conferences and field major institutions including University of Eastern African Baraton, Kendo Adventist Hospital, Adventist Primary and Secondary Schools, yes, and Hope Channel Kenya. Yes, ishara kwamba injili imesonga na inaendelea kusonga wala haitakufa kwa sababu ya huyu mtu mmoja. Nani? Kaskalen. Wapi makofi ya Kaskalen? Ati nipige makofi hapa kwa studio Mpaka leo twashangaa maajabu yake Mungu. Haya, wacha tupe Kaskalen makofi yake. Kaskalen napewe makofi. Yes, hiyo ni makofi ya Kaskalen kwa sababu ya kazi nzuri aliweza kufanya. Akakuja Kenya, akaweza kuhakikisha kwamba injili imeingia kwa njia ya kipekee. Hiyo ni makofi ya Kaskalen. Sasa wacha tupige makofi ya watu wa Zambia na Peter Nyambo. Peter Nyambo, na Nyambo huyu ni mtaita bana. Wacha kusema Mzambia, huyu ni mtaita bana. Huyu ni mtaita, huyu ni Mdavida bana. Huyu ni Mdavida. Huyu ni Mdavida. Nyambo. Ai bana. Wapi makofi ya watu wa Zambia na Peter Nyambo? Alright, kwa sababu yao injili kaweza kuingia hapa kwetu nchini Kenya na ikawa sawa sana. Mpenzi msikilizaji, mimi nataka nikushukuru zaidi kwanza mpenzi msikilizaji.